Naam, tuko tena kwenye kurasa hii nyingine ambayo ilikuwa ni settings, ambayo ndio page ya mwisho, ambayo ndani yake pia iko na kurasa 6 sub pages ndani yake. Hapo kwenye general page tunapoonekana taarifa za biashara yako hapa, tax rate zako kama wewe ni tax exclusive, gharama unazoweka pale so tax inclusive. Pia hapo unaweka users wako, utaongeza unapotaka wewe. Na classification ya nani yako, yani ni unaweza kuongeza in bulk, kama utaongeza kama kwa CSV unaweza kuongeza kwa timu moja, ni wewe sasa kama unajua umeandaa stream huko, inawezekana hivyo. Add user moja na role yake ni nani, unataka kufanya hivyo. Sasa hapa ni sasa nikufanya tu hivyo, kuongeza users. Hapa kwenye sisi kama nilivyosema awali ni kuweka header yako, text footer yako, ni unataka nini hapo. Kwa sababu kuweka tax details, logo, whatever ni wewe. Hapa kwenye printer, okay, sasa mfumo huu natumia printer aina mbili. Kuna zile printer ndogo ndogo ambao ndio natumia hapa sasa hivi kwa link, na since I'm using laptop teaching you, natumia tu linking na small printers ambazo natumia Bluetooth ambayo ni 58mm paper hivyo. Utaweka comport yako. Kama labda inakusumbua sana, unaweza ukaenda kule kwenye control panel. Anyway, I'll teach you that issue nyingine. Let me just highlights niko kwa rahisi hapo. Huku ndipo utakapochagua printer. Unaweza ukaingiza printer zako hivyo. But remember one thing, unakuja huko kwenye properties, kwa hii printer ninayoitumia sasa hivi ni EMP ni Romson, and then njoo kwenye Bluetooth hapa kwenye services, utaona ni comport ngapi. Unachukua hii, unakuja huku kwenye software yako, unaingiza, unaisave, utafanya auto detection, test printing na kadhalika hivyo, zitakubaliana. Sometimes inaweza ikawa sketchy, unaweza kuzima software au kuanzisha upya, iweze kuanza upya, kwa sababu some Windows na changamoto na kuhusu pairing na devices za wireless, hasa kama ni Windows ya zamani kidogo, ambao inawezekana pia labda unataka some driver updates hivyo. So unaweza kufanya hivyo au kufanya update ya driver zako ili iweze kuwa rahisi and smooth kufanyika kazi hivyo. Lakini pia katika upande mwingine unaweza pia ukatumia hii hapa ya LAN network, ambapo kuna zile kubwa zile bushwe ya normal scene na post nyingi hivyo. Unaweza kutumia sasa hapo, unaweka IP address. Kuna namna ya kuweza kuangalia IP address ya particular hizo printers. And one thing, hizi printer bwana hazihitaji wewe sio utumie software gani, hapana. Ndio nimetengeneza mfumo inakuletea hata kama ni printer ya ajabu umeyokota huko, as long as kwamba na heshima transmission ya data. Yes, use comport hivyo. And kwa zile ambazo natumia LAN port, simple, tumia IP address yake, is fast. To be honest, I prefer using LAN kwa sababu iko much more faster as compared to Bluetooth. And sometimes inakuwa na changamoto. Kapuna drivers zime expire. Kumbuka hii ni software ambayo inatumika mara nyingi offline. 6 series tuto kutumia online kwa sababu it's my software hivyo na it's okay. Lakini pia kuna changamoto, to be honest, since this is playing, it's installed kwenye environment nyingine ambayo is driver dependent sana. Sometimes kama PC Windows husika kwenye PC iko outdated, driver zinaweza kumsumbua mtu kwenye communicate na printer. So you supposed to mara kwa mara ku-update hiyo kitu yako, PC yako au post terminal yako hivyo, ili uweze kupata the latest drivers, uweze kuendelea kutumia. If otherwise, these type of printers are pretty cheaper and most of them are good to use there. Hivyo. And LAN basically some of them expensive. Nadhani kwa Tanzania kuanzia 180,000 mpaka 450,000 unaweza kupata hiyo range ya price hivyo. Lakini kwenye hizi Bluetooth thermal printers unaweza kupata kwa 150,000, kuanzia 100,000 mpaka 150,000 ikawa thermal printer nzuri tu kukusaidia hivyo. Remember one thing, no matter whatever unachokifanya kwenye hii page ya settings, make sure unabonyeza save settings, otherwise utakuwa umecheza muda wako hivyo. Then kwenye funnel data hapa
unaweza kuclear data zote. Let's say unataka uichange biashara, au let's say biashara umefunga, au let's say unataka uchange matumizi katika ladha post moja, uliweka chakula, uliweka na vinywaji humo. Sasa Mungu amekubariki umeongeza post nyingine, unaweza ukaclear hizi taarifa ili uweze kuingiza upya, ukaanza upya. Au show you pia software nyingine ambayo ni adjacent ya hii, ambayo inasaidia ukishafanya cleaning of data ili uweze kufix database, kwa sababu baada ya kuclear umetoa kila kitu, itakusaidia kuweka dummy data pia iweze kuanza, then baada hapo utazondoa zote kazi ambazo zina kwa wewe. Yeah. Then payment methods kama nilivyosema awali ni zile two means of payments zinatumika kulipa. Hata mfumo huu haufanyi malipo yoyote, haujaunganika na mifumo yote ya malipo, bali hii inatumika kama njia ya kuweka taarifa. Ndio sasa na daftari lako, hakuna anayelipia kwa daftari lako, unaweka tu taarifa yako pale, bwana Chaga fulani alipita hapa kanunua unga na nini hivyo, akalipia kupitia M-Pesa. Hivyo alinunua bia yangu, akalipia shilingi 10,000 kwenye Tigo Pesa. I mean Mix for now, wanaita Mix. But yes, okay. Yeah, and then so far hapa nimemaliza kwenye kurasa hii ya one thing